Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Glory to God. Glory to God. Tunamshukuru Mungu tena kwa kutuleta siku nyingine kwenye kipindi chetu cha Moment of Transformation with Pastor Anna kutoka katika madhabahu ya Chomoza ya Clouds TV, na kukaribisha kokote uliko. Karibu utazame, usikilize. Bwana ana jambo nawe. Unajua, wewe nikwambia kitu kimoja, Mungu anakupenda sana. Ndio maana anataka kuongea na wewe kila itwapo leo. Na unajua upendo haukosi neno sasa ndio Mungu. Kwa sababu anakupenda hakosi neno. Hakosi neno. Kwa hiyo ana neno pamoja na wewe. Kwa hiyo kama msikilize vizuri. Hallelujah. You have your Bible there. Please let's go. Tunaenda straight kwenye neno la Mungu. Tutasoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na wa 4. Ninakusomea. Neno la Mungu linasema hivi: lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Mstari wa 4, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ikiwa nuru injili imefichika kwa wanaopotea, ina maana kwamba injili isipohubiriwa, injili isipotangazwa, inakuwa imefichwa kwa hao wanaopotea. Maana wale ambao hawalisikii wanakuwa wamefichwa injili, kwa wanapotea. Na hata kama unasikiliza haijafichwa, inahubiriwa, lakini wewe hauko kwenye point ya kuipokea, Biblia inasema kwamba imefichwa kwako, kwa unapotea. Nao anasema ambao wanaopotea ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Kwa sababu injili haijapatikana kwako, kwa sababu hujafungua moyo wako kusikiliza, basi uamini. Na kinachotokea ni nini? Anasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikra isiwazukie nuru ya injili ya mwana wake Yesu Kristo. Nao sikiliza, anapoongelea juu ya kwamba ikiwa injili imefichwa kwa hao wanaopotea ni wengi, kwa sababu kwa kweli hawajui injili. Na hata wakisikiliza bado imefichika, kwa sababu unakuwa hauna moyo wa uwazi wa utayari kupokea. Lakini nakuombea asubuhi ya leo, nakuombea wakati huu, moyo wako ukafunguke, akili yako ikafunguke, ili uweze kupokea, usipotee. Neno la Mungu lazima wanapotea watu wengi. Yumkini hata wewe hapo unaishi bila injili, unaishi bila habari hizi njema. Lolote unalolifanya, Biblia inasema wamepotea. Wewe unajiona unafanya vitu sahihi, lakini kwa sababu hauna injili, haujaipata ipasavyo, unapotea. Anasema ni kwa hao wasioamini. Sasa unaamini nini ambacho hujakisikiliza? Anasema kwamba Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Kwa katika akili, katika mawazo yao kuna upofu, hakuna nuru. Kwa kama hamna nuru, kama kuna upofu, chochote unachokifanya ni giza. Chochote unachokifanya ni upotevuni. Chochote unachokifanya kinakuletea madhara na hasara. Bwana Yesu asifiwe. Nao tuna malalamiko mengi sana kutoka kwa watu. Wanasema nina sintofahamu nyingi. Maumivu ni mengi. Kutokuridhika ni kwingi. Kutokuwa na ile contentment, yani ile kujikubali ni kwingi. Kwa sababu gani? Biblia iko wazi. Inasema injili haijawazukia. Inasema nuru haijawazukia. Injili imefichwa kwao. Kwa hiyo wanatembea gizani. Fikra zinagiza, mawazo yanagiza. Mawazo yanagiza, mark my point. Mawazo yanagiza, fikra zinagiza. Mungu wa dunia hii amepofusha macho yao, hawaoni. Yeye anaishi lakini haoni. Kwa sababu gani? Injili ni kweli. Injili ni uzima. Injili ni njia. Yesu ni kweli, uzima na ni njia. Sasa kama hujahubiriwa injili, kama hujalipokea ile neno, manake njia unayoipita sio sahihi. Hauna kweli. Hicho unachokiishi, hicho unachokifanya, unakifanya katika uongo. Hauna uzima. Bwana Yesu asifiwe. So ninakuombea nyakati hizi, Bwana Yesu asifiwe, ziwe ni nyakati zako za kufunguliwa na kupokea injili, za kufunguliwa na
pokea nuru katika akili zako ili upofu uondoke, uanze kuona kutokea ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa unajikuta mtu ambaye hujapokea Injili unafanya mambo ambayo sio sahihi. Sikiliza, unaenda kwenye njia ambayo sio sahihi. Hata nyakati ambazo unazo, hata wakati ambao unao unakuwa sio sahihi, kwa sababu hauoni, hamna nuru. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema kwamba Injili isiwazukie. Maana yake ikiwazukia, kuna nuru inapatikana kwao, kuna nuru itapatikana kwako, na baada ya hapo definitely utaanza kuona njia. Twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 18 kabla sijaendelea zaidi. Waefeso sura ya 1 mstari wa 18, kuna kitu nataka nikuoneshe pale. Najua kitakufungua kidogo kabla sijaendelea kueleza sana. Waefeso sura ya 1 mstari wa 18 inasema hivi. Huyu ni Paul, alikuwa akiombea kanisa la Efeso. Actually akipokuwa anakiombea kanisa la Efeso, maana alikuwa anaombea watu wote, Wakristo wote. Haya ndio alikuwa ni maombi ya Paul. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mjue. Kwa unaona Injili ya Kristo ikikuzukia, upofu unaondoka, macho yanatiwa nuru. Kinachotokea ni nini? Unapata kujua. Kwa unakuwa unafanya mambo yako katika ujuzi. Kwa Kiingereza tunaita insight. Unakuwa na mafunuo. Unakuwa unajua kitu sahihi cha kufanya, wakati sahihi, sehemu sahihi, na kwa watu sahihi. Let's say for instance right now, watu wengi wanafanya vitu hawajui what is behind the case. Hawajui nyuma ya pazia kuna nini. Kwa mfano tu magonjwa. Wewe una mtoto pale nyumbani anaumwa. Let's say kesi ya mtoto ambaye haongei, yani amepitiliza muda wa kuongea. Amena miaka 3, 4 lakini hatamki maneno sawa sawa, au unamwona kabisa kwamba watoto wake wengine wanaongea vizuri lakini yeye haongei. Wewe pale, kwa sababu akili yako haijapokea nuru, kwa sababu macho yako hayajafunguka, unaona solution ni hospitali tu, kwenda kukutana na daktari ambaye ni professional. Sio mbaya, lakini kwa sababu macho yako yamefungwa, kwa sababu ufahamu hauna nuru, wewe unaona ndio solution pekee. Unachukua mtoto unampeleka kwa daktari. Daktari anakwambia mweke na watoto wenzake wacheze ili hata kinywa chake kipate kuongea anapokuwa around na watoto. Au anakwambia kesi yako, labda hii kesi ilishawahi kutokea kwenu, peleleza, kuna mtu aliyechelewa kuongea. Unaishia hapo. Lakini ujui kwamba ukipokea nuru ya Injili, kuna kitu kinaitwa shetani, kuna kitu kinaitwa mapepo yanaweza akawa amekamata kinywa cha mtoto wako na kukifunga. Lakini unapopokea nuru ya Injili, ukajua hilo, nini utakachofanya? Hutohangaika kwenda kwa daktari pekee. Utachukua mamlaka ya Yesu, utakemea pepo kuachia kinywa cha mtoto wako. Hata kama kuna mtoto wako amechelewa kuongea right now, ninaongea katika jina la Yesu, yule pepo ambaye yuko nyuma ya kinywa cha mtoto wako akuachie right now, amwachie right now katika jina la Yesu. Pokea uponyaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna vitu vingi ambavyo ni behind the case. Kuna giza nyuma yake. Lakini ukipokea Injili, ukipokea habari njema, macho yako yanafunguliwa, alafu unapata kujua. Kwa unapata kutenda sawa sawa na inavyotakiwa. Kwa unajikuta kwamba chochote kinachotokea ukiadresi tu kwa jinsi ya mwili, ukiadresi tu kwa jinsi ya kawaida, lakini kwa sababu macho yako yamefunguliwa, kwa sababu Injili imeshahubiriwa kwako, haijafichika, unajikuta unakiadresi sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11, Paulo aliongea akasema, jamani, hebu tusiache kuzifahamu hila za shetani sije akatushinda. Tusiache kuzifahamu hila za shetani sije akatushinda. Kwa shetani ana hila, lakini ili kuzifahamu hila zake lazima macho yako yamepokea nuru. Kumbuka yeye ndio baba wa ulimwengu. Biblia inamuita yeye ni Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii ambaye amepofusha. Sasa ukipokea Injili, ule upofu ambao umewekwa na baba ulimwengu ukiondoka, you see him plainly. Unamuona kwamba he is behind the case. Kwenye mafamilia yetu huko, Bwana Yesu asifiwe,
kuna magomvi kila itwapo leo. Mkikaa kwenye kikao cha familia kila siku ni kugombana, mkishtakiana kwamba yule ana tabia mbaya, yule alizaliwa vile, hamuelewani, mnakaa bila kuwa na masuluhisho, mnaanza kugombana pale na pale, mkisemana kwamba bwana watu wana matabia mabaya, bwana mnachukiana, mnaumizana. Lakini macho yako akima yamefunguliwa, unajua what is behind the case in your family. Kuna shetani ambaye yuko nyuma ya pazia. Bwana Yesu asifiwe. Nao leo hii ninakuombea katika jina la Yesu, macho yako yakatiwe nuru. Kokote ambako kuna giza, pokea nuru ili ujue nini kiko nyuma ya pazia. Bwana Yesu asifiwe. Ufanye vitu sahihi kwa wakati sahihi na kwa mtu sahihi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nao watu vijana wengi ambao mmemaliza chuo, mko mmekaa tu nyumbani, mnawategemea wazazi mpaka leo. Una mawazo mgando, wewe unafikiria ni kazi tu, lakini ukilipokea neno leo, ukipokea nuru leo, utafunguliwa macho, utaanza kuona tumaini la mwito wake. Bwana Yesu asifiwe. Ninakemea katika jina la Yesu hata hayo mawazo mgando yakakuachilie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kukutia moyo. Haleluya. Pokea injili na kutia moyo ili macho yako ya rohoni yafunguke, uwe na insight, uweze kuona vitu behind the case. Na uwezi kuona vitu behind the case kama hujamwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu yeye ndio njia, yeye ndio kweli, yeye ndio uzima wa milele, yeye ndio aliyetupa mamlaka ya kuaddress giza. Right now ninataka kukukaribisha, karibu kwa Yesu, umpe maisha yako. Najua kabisa kwamba ukimwamini atafanyika kwa Mwokozi wa maisha yako. Basi Mungu akubariki sana. Kama umebarikiwa na ujumbe, tutumie message, wasiana na sisi, tutakujibu na tutakwambia nitakufanya. Till next time, God bless you. Bye.